Hey, baba wewe tena. Kwa sababu Kataba kila siku habari zako ni zile zile za mashamba. Vipi mzee? Labda leo umekuja na jipya mzee. Kwa sababu kila siku unanengeneka. Hivi hao watoto ni wa kwako eti? Alafu angalia mzee. Kwanza umefanya kosa kuingia kwenye shamba langu na sijakuruhusu. Kisa wewe unawatetea wale watoto. Wale watoto unawajua? Unajua Munange, salamu ni kitu cha muhimu sana. Mimi nadhani ungeanza na salamu, ingekuwa ni jambo la busara kuliko kukimbia tu kubwabwaja maneno yako unayozungumza. Nadhani unanifahamu vizuri. Hili shamba wewe unaliona si lako, si ndio? Lakini hili shamba mimi nilikuwa nakuja hapa kipindi cha marehemu kaka yako yuko hai, nilikuwa nazunguka hapa kama nipo nyumbani. Nadhani unakumbuka vizuri. Kwa hiyo na kuhusu swala la wale watoto, mimi pia ni kama watoto wangu. Kwa hiyo sioni kama kuna sababu ya wewe kunizuia mimi kufika mahali hapa. Mimi naona niko sawa tu. Nisikilize mzee. Kama una njaa sema nikusaidie, mambo mengine mimi sihitaji. Sio kaniletea matatizo bure. Wale watoto ni wa kwangu na shida za mashamba mimi nayaelewa mimi. Yule mimi ni kaka yangu, ni kaka yako wewe anakuhusu. Mzee angalia sana mzee. Sawa? Sitaki matatizo na wewe. Tena nakuonya kabisa, sitaki matatizo na wewe mzee. Na leo sema umenikuta mashetani yangu mzee yamesinzia. Tena yako kule chini mtoni baba. Ungenikuta ameamka yako kwenye mizizi ungeuona moto. Nisikilize vizuri. Sawa? Endelea na maisha yako, fanya maisha yako. Achana na maisha ya familia yangu mimi. Wale watoto ni wa kwangu, aliyekufa ni kaka yangu, hakuhusu hata kidogo. Sawa? Kevin, acha kuchosha ubongo wako. Maria ni dhahabu, wewe ni mchimbaji. Mwenziwa anatafutwa na kutafutiwa, lakini wewe unatafuta. Acha kupoteza muda kumwazia anayewaziwa. Tumia muda wako katika masomo. Usisahau ahadi ulioahidi wazazi wako. Frankie, natamani kuutenganisha huo mdomo wako na mwili wako. Ni vile tu sina uwezo. Wewe hujui maumivu ya mapenzi hata kidogo. Hivyo basi itapendeza sana ukikaa kimya. Siwezi nikakaa kimya hali ya kuwa naona unaangamia. Kevin, wakati wa Bwana ndio wakati sahihi. Leo unanisikia kama kelele masikioni mwako. Kesho utanikumbuka kama dawa moyoni mwako. Maria hana muda na wewe. Kama angekuwa na kujali, asingeruhusu kikombe hiki cha mateso kikukute. Frankie, maumivu, mateso ni vya kwangu, si vya kwako. Mbona unakuwa na shobo na mambo yasiyokuhusu? Itakuwa vizuri na itapendeza sana ukifocus na mambo yako. Mimi ni mwanaume. Ninazo hisia juu ya Maria. Acha kujifananisha na mimi. Hivi kweli wewe Kevin ni mwanaume? Au wewe ni mvulana tu? Mwanaume hawezi akaacha ndoto zake zipotee kwa sababu ya ujinga. Hivi Munange, wewe unajiona nani hasa kwenye hiki kijiji?
Maana baada ya marehemu kaka yako kufariki, wewe umebeba mamlaka yote na miliki zote alizoziacha marehemu. Alafu nikukumbushe kitu. Mimi ni kama baba yao. Sijui unanielewa vizuri? Na wale ni kama watoto wangu mimi. Siwezi kuona na kushuhudia wanateketea. Alafu aliyekwambia mimi na kielele nani? Wewe ndio una kielele. Jua lote ili upo shambani. Si unatafuta njaa wewe. Baba, hapa nakula juisi ya miwa. Nielewe mzee. Hapa nakula juisi ya miwa. Alafu sikiliza. Hicho kielele chako utakuja kuishia na Kibena naye mwaka huu namuozesha. Sasa muandamane na wewe uende ukaolewe. Sawa? Si una kielele? Na wewe uende ukaolewe naye sasa. Muambatane. Kwa sababu nimeshakuona unakuwa unashadadia mambo ambayo hata kuhusu. Wewe hivi wewe unasema nikuelewe wewe ni nani wewe? Kwanza nikuelewe wewe ni nani? Una matatizo gani? Nisikilize. Tena sikiliza kabisa. Kataba, nataka nikuonye baba. Hili shamba ukikaa unalihangaikia, utakuja kuhangaika kodo mwa. Nakwambia. Munange. Mimi niolewe, si ndio? Unamaanisha mimi huyu niolewe pamoja na yule Kibena. Yule Kibena si kama mtoto wangu tu. Ama kweli nimeamini sio kila mwanamume ana akili timamu. Wewe ni mvulana, wewe sio mwanamume. Ungekuwa mwanamume wewe, ungewasaidia wale watoto. Sijui unanielewa vizuri. Alafu inawezekana wewe unahusika na kifo cha kaka yako. Sio bure. Wewe utakuwa unahusika. Maana kwa mambo unayofanya, hakika unahusika. Sio bure. Shetani mkubwa wewe. Shenzi mkubwa. Unahusika. Yaani mimi niolewe mimi? Hivyo Kataba wewe. Sasa niko nataka nikwambie. Wewe Kataba nakupa onyo. Nikija kuona kwenye shamba langu na wewe nitakuondoa. Odi mundani. Odi wenyewe. Wewe tena. Mama, hapaswi kuwa na mawazo kupita kiasi. Unapaswa kuvumilia. Mimi niko bega kwa bega na wewe. Mama, ondoa shaka. Nitahakikisha nampata Violet. Alex mwanangu. Nashindwa kabisa kuvumilia. Violet ni binti yangu wa pekee. Siamini kama atakuwa hai. Mama, picha ya Violet ninayo. Nitahakikisha namtafuta kila mahali hadi nihakikisha namrejesha hapa nyumbani. Alex. Yote ya sababu ni wewe. Umeshindwa kuwa kaka bora kwa mdogo wako. Ndo sijui Violet wangu atakuwa wapi. Mungu nisaidie. Atakuwa anakula nini, analala wapi? Mungu Baba, naomba mlinde mwanangu awe salama, niweze kukutana naye tena. Simama mwenyewe Mungu. Mtetee mwanangu alipo, mtunze Baba, niweze kuonana naye tena kipenzi wangu Violet. Naelewa ni machungu kiasi gani unapitia. Usiwe na mawazo sana. Utadhoofika. Sihitaji kukuona ukirejea hospitali. Niamini, nitamrejesha Violet mikononi mwako akiwa salama. Una majina mengi yaliyofichika. Una siri nyingi
wanaoteseka ndizo zinawatesa. Aya, umekuja na jipya gani? Nahitaji nisaidia anwani ya kumpata Maria. Anwani ya kumpata Maria? Ukiwa kama nani? Ni rafiki ambaye ninathamini na kujali, sio macho kwa macho tu, hata mbali ya mboni zangu. Tafadhali naomba unisaidie anwani ya kumpata Maria, japo niweze kumjulia hali yake. Makubwa, rafiki wa kujali. Kwani darasani kwenu kuna wanafunzi wangapi? Wapo wengi. Katika hawa wengi ni wavulana peke yake au pia na wasichana wakiwemo? Ni mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Vizuri. Unaonaje ukimtafuta mtu wa kumjali na kumthamini, kisha ukasahau kabisa kuhusu Maria? Kutokuonekana kwa Violet kunaweza leta shida katika afya ya mama. Mama anamhitaji sana Violet kuliko kitu chochote. Hiyo hali ni lazima ingetokea kwa mzazi yeyote. Jukumu kubwa tulilonalo ni kupambana kadri ya uwezo wetu ili tumpate Violet. Ni kweli. Vipi kuhusu kumwona mama? Kuhusu mama, labda kesho. Kwa leo, ngoja apumzike. Alex, unajua wewe ni mzuri. Mzuri kivipi? Kuna nini usitokielewa? Yaani jamani Alex. Grace, acha utoto. Pamoja na magumu tulionayo, bado unaingiza mambo ya kijinga. Tujadili mambo ya maana. Unaelewa? Nahitaji ushirikiano wako kama wewe na mama yako mnavyohitaji ushirikiano wangu. I love you Alex. Ni usiku, inakupasa kupumzika. Ondoa hofu, ndugu yako atakaa sawa. Nahisi mimi ndiye chanzo cha hii ajali. Nilipaswa kumsikiliza. Sikupaswa kutumia simu kwa namna yoyote ile. Ina maana ameshambuliwa sababu ya simu yako? Na unaweza kunieleza kwa nini simu iwe chanzo? Ni stori ndefu. Cha msingi mtibie apate kurejea katika hali yake. Nitakulipa thamani yoyote ile utakayohitaji. Natibia kama baraka kutoka kwa Mungu. Sitibii ili nipate thamani kutoka kwa watu. Kuwasaidia ni jukumu langu pia, japo watu wengi huthamini mali kushinda utu. Baada ya mgonjwa kukaa sawa, nitakulipa utu na sio mali. Nitapokea utu wako, japo sielewi usalama wangu na mdogo wangu utaubebaje. Bila shaka niliahidi kuwalinda. Vipi, hauniamini? Kuwa macho hadi sasa, sio kumwangalia mgonjwa peke yake. Ninatimiza ahadi yangu kwako. Maneno yako yana nguvu ndani yake. Itapendeza ikiwa kama unenavyo. Mimi naomba nikapumzike.
Mama, shikamoo. Marahaba. Jambo Grace wangu. Binafsi sijambo. Pole. Alex alinieleza juu ya hali yako. Asante. Haujafanikisha kumpata Violet? Hapana mama, sijafanikisha. Japo ninatumaini siku si nyingi tutampata. Ina maana mmefanikiwa kujua alipo binti yangu? Grace, niambie basi mwanangu, nifurahi kidogo. Hapana, isipokuwa tumeandaa mpango mzuri wa kuhakikisha Violet anapatikana. Vipi mama, Alex nimemkuta? Ametoka mapema sana, hata sielewi alikoelekea. Sawa mama, naomba nikuache. Ila nakuomba ishi ndani ya mpango wetu. Usijali kuhusu hilo. Nakutegemea sana Grace. Halo? Unasema? Kwa nini umeruhusu uzembe kama huu? Unapaswa kutambua hatari ya kazi yako. Sasa basi, ukicheza mchezo wa kitoto utaangamia. Pia unatakiwa kutambua usalama wa maisha yako ndio mafanikio ya kazi yetu. Acha kuruhusu makosa yanayoweza kuhatarisha kazi na usalama wa maisha yako. Bila shaka utakuwa umenielewa.